tulipata taarifa kwamba mzee ameamua kuchimba kaburi. Hata mzee huyu alijiandaa kwa hili ili kuepusha hayo yote. Na mtazamaji wa Nyota TV, nilipo ni katika kata ya Ndembezi, halmashauri ya wilaya ya Shinyanga, mkoani Shinyanga, ambapo nyuma yangu ni mzee ambaye amefariki kwa siku ya jana, siku ya tarehe 31 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kwa nini tumefika hapa kama timu ya Nyota TV? Kwa sababu msiba huu umekuwa na umevuta hisia za watu wengi. Kile ambacho kilikuwa kinaelezwa na baadhi ya wakazi wa eneo hili, kwa sababu mzee huyu alichimba kaburi lake siku chache nyuma kabla ya kufikwa na umauti. Nyota TV imefika katika eneo hili kwa ajili ya kwenda kuzungumza na ndugu jamaa pamoja na marafiki, lakini kikubwa zaidi tumepata nafasi ya kuzungumza na mwenyekiti wa serikali ya mtaa huu, ambapo tumefika na tukio hasa ndio limetokea katika eneo hili, ambalo anaelezea kinaga ubaga kile ambacho kimetokea, ikiwemo kile ambacho wananchi walikuwa wanakizungumza, kwamba kwa nini achimbe kaburi siku chache nyuma, na hapa anaeleza. Sisi hatukai hapa nyumbani. Ilikuwa kipindi cha mwaka 2017 kama sikosei, tulikuja Christmas tukasherehekea na mwaka mpya, na baada ya kuondoka tu tulipata taarifa kwamba mzee ameamua kuchimba kaburi na kulijenga kabisa. Sasa kwa kawaida sisi tulishtuka kwamba mzee amefikiria nini na tukatuma watu ambao wako karibu naye, wazee, wakamuuliza kwa nini. Akasema hili jambo si jambo geni, na wala sio yeye mtu wa kwanza kufanya jambo hilo. Akatoa mifano mingi kwamba watu wengi wamewahi kufanya hivyo na ni jambo la kawaida, yale chukulia kama jambo la kawaida. Na kwa hiyo sisi tukarelax kwamba amefanya jambo la heri. Kwa toka mwaka 2018 nyumba yake ambayo atazikwa kesho alishaijenga. Kwa kama sisi ni kuitengeneza kidogo basi. Neno lolote kwa jamii kujifunza kutengeneza namna hiyo hifadhi ikimuhusia kocha? Kwanza tuseme ni kwamba kifo ni tukio ambalo ni la hakika certain, kwamba hakuna mtu ambaye hataonja kifo. Kwa hiyo hatuna sababu ya kuogopa kujiandalia makazi. Na pengine hapa tu ni ukirudi nyuma, hata kwenye Biblia imeandikwa kuna mtu fulani, watu wengi walitengeneza makaburi yao wakisubiri siku ya kifo akazikwe pale. Kwa hiyo labda tu tuondoe tu ile stigma ya kwamba ni uchuro au namna gani. Tujifunze kwake kwamba jambo linalowezekana, na pengine ni kama wasia kwamba nataka nizikwe hapa. Kwa upande wangu mimi naona ilikuwa ni vema na ni sahihi, kwa sababu hatuna desturi hiyo. Kwanza ni vizuri kuacha hata usia wa familia, kuepusha migogoro, malumbano yanayoweza kuendelea. Kwa hiyo nafikiri hata mzee huyu alijiandaa kwa hili ili kuepusha hayo yote. Kwa hiyo kama jamii ni muda na sisi wa kuchukua hatua, tuandae, kwa sababu wote tunajua ipo siku tutakufa. Kwa hiyo ni vizuri kila mtu akaweka mambo yake yakawa yamenyooka. Wewe mwenyewe ni mwenyekiti lakini pia ni mkazi wa eneo hili. Pengine ulikuwa unazungumza na baadhi ya wakazi wa eneo lako, labda pengine walipokeaje kile ambacho kinaelezwa ni kwamba alijenga kaburi siku chache nyuma? Kwa jamii ya huko kidogo ilikuwa inaona ni kitu sio sahihi kabisa, walikuwa wanashangaa, lakini kuna sehemu zingine ni vitu ambavyo ni vya kawaida. Mtu anaacha space yake, siku akiondoka basi atalala pale. Kwa jamii ya huku ilikuwa ni bado.
kwa taarifa mbalimbali ikiwemo mazishi yake, Nyota Res TV itaendelea kukupa taarifa kwa kina zaidi, kwenda kufahamu sehemu gani ambayo alichimba, kwa sababu hatujapata nafasi ya kuingia ndani, hatujapewa ruhusa ya kuingia ndani kufuatilia kile ambacho kinaendelea. Kwa hiyo Nyota Res TV itakuwa hapa katika eneo la tukio, lengo hasa tupafahamu sehemu gani ambapo alichimba na sababu zipi ambazo zilichimba. Pengine aliweza kuzungumza na watoto juu ya mambo kadhaa kuhusiana na kile ambacho alikifanya. Jina langu ni Agustino Daudi na hii ni Nyota Res TV kutoka Shinyanga. Endelea kufuatilia ili uweze kupata taarifa mbalimbali kwa kina.